Historia ya Kanisa Katoliki Tanzania. Kuanzishwa kwa Ukristo katika Tanzania. Kanisa Katoliki Tanzania lilianza kwa ujio wa wamisionari wa Kikatoliki katika karne ya 19. Kabla ya hapo, Ukristo ulikuwa haujasambaa sana, kwani maeneo mengi yalikuwa yakifuata dini za jadi na Uislamu, ambao ulifika kupitia biashara ya Waarabu katika pwani ya Afrika Mashariki. Wamisionari wa kwanza wa Kikatoliki. Wamisionari wa kwanza wa Kikatoliki kufika Tanzania walikuwa kutoka shirika la Roho Mtakatifu na shirika la White Fathers. Mnamo mwaka 1868, wamisionari wa Roho Mtakatifu wakiongozwa na Padre Antoine Horner walifika Bagamoyo, mojawapo ya vituo vya kwanza vya Ukristo nchini. Mwaka White Fathers wakiongozwa na Askofu Leon Livinghack walifika kwenye ziwa Tanganyika na kuanzisha misheni katika eneo la Ujiji, Kigoma. Walifanya kazi ya kuhubiri Injili, kuanzisha shule, hospitali na kusaidia kuwakomboa watumwa. Ukuaji wa kanisa na uenezi wa Ukristo. Kadiri miaka ilivyoendelea, Kanisa Katoliki liliendelea kuenea maeneo mbalimbali ya Tanzania. Wamisionari walijenga makanisa, shule, hospitali na vituo vya kusaidia jamii. Eneo la Ndanda, Peramiho, Tosamaganga, Nyangao, Kipalapala na mengine yalikuwa vituo muhimu vya wamisionari. Mnamo mwaka 1902, misheni za Kikatoliki zilianzishwa Kagera na Bukoba. Mwaka misheni ilifikia Kilimanjaro na maeneo mengine ya kaskazini. Kuanzishwa kwa jimbo kuu la Dar es Salaam na majimbo mengine. Dar es Salaam ilipewa hadhi ya kuwa jimbo kuu la Kikatoliki nchini Tanzania, likiwa na askofu mkuu wake wa kwanza, Edgar Maranta. Baada ya uhuru wa Tanzania mwaka 1960, majimbo mengi ya Kikatoliki yaliendelea kuanzishwa kote nchini. VIMS, ushiriki wa kanisa katika uhuru wa Tanzania. Kanisa Katoliki lilikuwa na mchango mkubwa katika harakati za ukombozi wa Tanzania kutoka kwa wakoloni. Liliunga mkono elimu kwa Waafrika, jambo ambalo lilichangia kwa kiasi kikubwa viongozi wa baadaye wa taifa, wakiwemo wale watano. Ukuaji wa kanisa baada ya uhuru. Baada ya uhuru wa Tanganyika na Zanzibar 1963, kanisa lilianza kuongozwa zaidi na mapadri wa Kitanzania badala ya wamisionari wa kigeni. Askofu Laurean Rugambwa, aliyeteuliwa kuwa kardinali wa kwanza Mwafrika mwaka 1960, alikuwa mfano wa ukuaji wa kanisa la Tanzania. Katika miaka ya 1970 na 1980, Kanisa Katoliki liliendelea kuimarika kwa kuwa na majimbo mapya, seminari nyingi na mchango mkubwa katika huduma za kijamii kama afya na elimu. Kanisa Katoliki Tanzania leo. Hadi sasa, Kanisa Katoliki Tanzania ni mojawapo ya taasisi kubwa zaidi za kidini nchini, likiwa na mamilioni ya waumini, jumla zaidi ya waumini na maaskofu wengi wa Kitanzania. Linaendesha shule nyingi, vyuo vikuu, St. Augustine University of Tanzania, hospitali na miradi ya maendeleo ya jamii. Hitimisho. Kanisa Katoliki Tanzania limepiga hatua kubwa tangu lilipoanzishwa mwishoni mwa karne ya 19. Linaendelea kuwa na mchango mkubwa katika maendeleo ya kijamii, kiroho na kiuchumi wa nchi.